Yado, 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 yado. Yado, 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 yado. Vipi? Unaonaje mandhari hapa? Hapo vizuri. Vizuri eh? Tumaini umeshiba vizuri sasa hivi. Sawa. Sasa mdogo wangu, nilisubiri muda mzuri kabisa kwa ajili ya kuongea naye. Ndio maana nikasema kwamba tutafute sehemu nzuri, ule ushibe, uenjoy. Unaona bana? Alafu sasa nikueleze hatua kwa hatua ilikuwaje mpaka sasa hivi uko hai. Kwa ukiniuliza kuhusu mambo ya jana, sasa leo nataka nikuhadithie mwanzo mpaka mwisho kuhusiana na nani na jana. Mdogo wangu, unajua nimepitia mambo mengi sana wakati unauma. Ndio maana unaona mpaka uchumi wetu sasa hivi hauko vizuri. Chimbuko ni wewe kuumwa. Kwa kuna wakati nilifanya maamuzi ambayo hata hayakuwa maamuzi ambayo kwa akili za kawaida unaweza kuamua. Ndugu wangu, nimekuletea hii dawa nzuri sana, na mimi nitakusaidia. Taamka tena. Jitahidi uimeze. Hii dawa ni nzuri sana, na mimi nitakusaidia. Jitahidi unywe dawa uimeze vizuri. Utanyanyuka tena kitandani. Sawa mdogo wangu? Umeona? Kutokana na changamoto hizo, mimi nikaamua sasa nitumie njia yoyote ile ambayo ingekufanya wewe uamke kitandani, kwa sababu hapakuwa tena na suluhisho lingine. Na unajua nilienda kwa waganga wengi sana,
nimezunguka kila sehemu kwa ajili ya msaada. Nasonga mbele wanirudisha nyuma, binadamu wabaya wanirudisha nyuma, si unaona? Nasonga mbele wanirudisha nyuma, binadamu wabaya wanirudisha nyuma, si unaona? Karibu. Hakikisha unavua viatu vyako. Nasonga mbele wanirudisha nyuma, binadamu wabaya wanirudisha nyuma, si unaona? Pita ukae. Karibu. Mganga, nimekuja kwako, naamini wewe ndo suluhisho la mwisho. Mdogo wangu anaumwa sana mganga, ni mwaka wa 3 sasa anaumwa, yuko nyumbani pale. Nimeenda hospitali zote ambazo nazifahamu wewe, ambazo ukimpeleka mgonjwa yeyote lazima atapona, lakini bado mdogo wangu hajapona. Nchini na nje ya nchi, nimpeleka mpaka India kule wanakosema kuna kila aina ya dawa, lakini bado mdogo wangu hajapona. Yuko pale nyumbani amelala. Mganga, naomba unisaidie sana. Mdogo wangu akipona nitakupa kiasi chochote cha pesa ambacho utahitaji. Walikuwa wanamchezea. Hapa umefika. Hapa ndipo kwa mganga Manyota. Hakuna kitu kinachoshindikana. Utanisaidia mganga? Nitakusaidia, ila kuna vitu unapaswa vilete. Kwanza inatakiwa ulete jasho la nyoka. Sio hivyo tu, inatakiwa ulete na jogoo yatima. Na sio hivyo tu, unilete na chawa sharubalo. Bila kusahau na sisimizi bikra. Hapo baada ya kutimiza hayo, nitakuja nitakupa dawa. Utakwenda kuoga kwenye kituo cha polisi saa 7 mchana. Mganga, nitafanya vipi hayo? Nitawezaje hayo yote? Hamna namna ya kunisaidia mganga? Nisaidie mganga. Mimi nitakupa kiasi chochote cha pesa, lakini sio hayo masharti magumu. Mimi ni mganga Manyota. Niko kwa ajili ya kusaidia watu wenye shida. Nitakupa dawa. Na hiyo dawa nitakiwa unipe milioni 5. Mganga, milioni 5 ni kiasi kidogo sana cha pesa. Nitakupa kiasi chochote, hata milioni 10 mganga. Mradi tu mdogo wangu aamke. Sawa, utakuwa umecheza kama Pele. Na mimi nitafanya hiyo dawa. Badala yako nitakwenda kuioga. Ila kwa sasa nitakupa hii dawa. Hii ni dawa ndogo lakini na ukali. Ina usembe mwekundu. Utakwenda kuioga kawaida. Ila itatakiwa unilipe hiyo milioni 5. Una simu? Ndiyo. Nipe nijichukue selfie. Hii ni iPhone au Samsung? Samsung. Inachukua unyama. Na nilisahau, wacha nikuwekee na lipa namba. Usisahau kwenda kulipa. Nitafanya hivyo mganga. Sawa? Ndiyo mganga. Nasonga mbele wanirudisha nyuma, binadamu wabaya wanirudisha nyuma. Yaani mimi nikufanyie dawa. Lakini bado haikusaidia. Kama kaka, nilikuwa naumia sana. Na ilinipa wakati mgumu sana. Nikitafakari namna ambavyo nitakufanya mdogo wangu amke tena. Lakini huwezi amini, mwisho wa siku nikawa nimekupoteza. Sikuamini sana yale mazingira ya kifo. Kimsingi yalikuwa ni mazingara. Yaani kila kitu kilichofanyika hapo hamna kilichoniridhisha hata kimoja. Kwa hiyo sasa nilikuwepo tu, yani kama kivuli, nilikuwa nafuata mkumbo. Sikuwa naelewa wanafanya nini pale msibani. Yani unajua kuna wakati unatafakari, unafikiria hiki kweli ni kitu ama naota. Kwa sababu nashangaa, yani msiba. Huwezi amini. Baada ya yote hayo
niliamua sasa kuchukua hatua stahiki. Sasa hii ndio ilikuwa kete ya ushindi. Hapa sasa ndio mwanzo wa furaha kwangu, hata kwako pia, lakini imekuwa ni mwanzo wa kutokueleweka na kuonekana nimechanganyikiwa hapa. Unajua ndugu yako sasa hivi naonekana kama nimewehuka hivi. Najua watu bana, sijui hawapendi mtu kuona amefanikiwa, hawapendi kuona mtu anaenda vizuri, lakini sio mbaya, nawaelewa. Umeona mdogo wangu, baada ya hapo niliamua kumtafuta Jadu, na hili ndio swali lako la msingi sana kila siku kuhusu Jadu. Na kuona unavyotamani kujua, ila lakini na imani ipo siku utafahamu vizuri. Ipo siku utafahamu mwanzo mwisho kila kitu kuhusu Jadu. Sheila, Singeniambia tu jamani kaka. Ushaongea mengi, ushanisimulia mengi. Kwa hiyo usiniambie kuhusu Jadu. Kuhusu Jadu utafahamu. Yaani kaka bana, usiniambie tu. Ipo siku utajua. Basi kwa niambie na mimi sicheki tena. Lakini kwa niambie, mtu kuniambia Jadu ni nani? Mkuu, ile kazi ulionipa nimeishindwa. Kiufupi yule jamaa ni hafai hata kidogo mkuu. Hafai hata kidogo. Tulia. Nimeona kila kitu na nimefuatilia kila kitu. Lakini kijana wangu, hii ni kazi yako ya kwanza. Na kuamini na utafanya vizuri zaidi. Kinachofuata, mimi nataka kuongezea nguvu. Nitakupa power. Utafanya vizuri zaidi. Usiogope, yule bado ni mdogo sana kwetu. Usimwogope hata kidogo. Haya, sawia. Ndio mwanangu. Wewe naomba tunakie sisi. Nakupisha. Hapo naona sasa nimechoka sana. Hivyo inanibidi nipumzike.
kutosha, kwa maana yupo chini ya uangalizi wangu. Yado, 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 yado.